Wamama wewe! Nisalimieni kwa hewa wamama wewe! Bwana Yesu asifiwe! Wamama timim! Wamama ria! Wazee! Naona mmeiva huku. Sasa mimi naitwa Caleb Amisi Luyai, kijana power. Mimi ndio ule sijawahi kutana na William Samoei Ruto. Na sipendi nikutane na yeye. Tusikutane tena. Nishikilie hapo. Wangapi wasema nishikilie hapo, nishikilie hapo. Aende asiende. Aende asiende. Wangapi wanasema one time William Ruto, one time. Asante sana Bomachoge Borabu. Na waletea salamu kutoka Trans Nzoia. Mimi nikiwa mbunge wa Saboti, naishi na Wakisii kule Saboti. Na hao wote wananipigia kura. Wamesema nikifika hapa niwasalimie. Umesalimika? Wangapi wamepokea salamu za Wakisii? Hata saa hii wakati naongea wanatazama runinga, wanawaona. Sasa ucheke vizuri, ufurahie nikisema Ruto one time, unashangilia. Wakisii wenzako wa Trans Nzoia wanataka waone mama zao wamefurahia hapa. Mko tayari? Waonyeshe meno waone kwanza. Asante sana. Mheshimiwa Barongo. Mnasema watoke? Mheshimiwa Barongo amenikaribisha hapa. Mimi ni rafiki wake mkubwa. Tumekuwa na yeye bunge, tuko kwa chama moja cha ODM. Na pia juzi amekuja graduation yangu nikifanya masters. Nikaangalia tabia yake, nikamuuliza hii si tabia ya mheshimiwa. You are too upright to be a politician. Nikashangaa kijana msafi, hii bunge si kawaida kupata watu wasafi kama hao. Sawa? Wakati nilimuuliza maswali akaniambia yeye kama mimi karibu aende Starehe Boys, ndio maana tabia yake ni kama tabia ya Starehe Boys. Watu wa Bomachoge Borabu hamukukosea. Nataka mshikilie huyu kijana kwa sababu the future belongs to the young leaders. Huyu ndiye atakuja kukomboa. Kijana msafi, ana vitina, ana mambo mengi, achukui rushwa, hataki Ruto, ameshikilia chama, ameshikilia watu wake, analinda wajane. Mimi ile Barongo ile kitu umenifurahisha ni kuleta wajane. Yani umeangalia wazee, ukaangalia wanabiashara, ukaangalia walimu, ukaangalia wajane. Mimi niwaambie story kidogo. Mimi nilizaliwa kama baba amekufa. Nilizaliwa miezi mbili kama baba tayari amekufa. Baada ya miezi 6 mama akakufa. Sasa mimi ni ule naitwa yatima. Na Biblia inasema the orphans and the widows belong to God. Sasa mayatima ambao wamefika hapa, wale wote wajane, yatima mwenzenyu ndio huyu amewasili, hamtawachwa kwamwe. Tutashikana mikono hadi tupate ufalme. Mko tayari? Na huyu Barongo tumekuwa na yeye hadi kwa vita. Wakiamua wakati Sifuna alitupigia filimbi, twende tupiganie watu na suvae sufuria, huyu ndiye alikuwa mstari wa mbele. Sasa mimi nashangaa sisi watu ambaye tuliamini baba Raila Amolo Odinga. Huyu kijana alikuwa mmoja wao. Baba akisema right, anaenda right.
akisema left anaenda left. Na hapa Kisii wakati tulienda demonstration, ukiangalia kwa TV unaona Migori inawaka, unaona Kisii inawaka, unaona Kisumu inawaka, unaona Kakamega, Trans Nzoia. Mimi ndio nilikuwa nawasha Trans Nzoia. Unaangalia Mombasa inawaka. Hatukuwa tunawasha ndio tuimbe tutam. Hatukuwa tunaenda kwa street kudemonstrate. Kama haja yetu ilikuwa tuunge William Samoei mkono, akiwalai hatukuwa na nafasi ya kwenda kwa street. We should not have wasted our time to go to the street if our purpose was to join William Ruto to his government. Na kuna watu ambao wamezingira huyu kijana wetu Edwin Sifuna. Si mnamuona? Mnamuona Sifuna? Kuna watu kwa chama cha ODM. Nataka niwaambie, I'm the only person who can say this. Wengine ni waoga. Kuna watu wamezunguka huyu kijana wetu Edwin Sifuna kule kwa ODM. Ati wanasema ati baba kabla ya kukufa aliwaambia amewawacha kwa broad base. Si mmeona watu? Mmewaona? I want to tell them, hakuna mtu ambaye anajua kile kitu Raila Amolo alisikizana nacho akiwa na William Ruto. It is only William Ruto and Raila Odinga who knows what they agreed. Wengine walikuwa wapenzi watazamaji. Sasa hao wapenzi watazamaji, nataka niwaambie, na hatuna uoga. Tukiongea wanasema watatufukuza kwa chama. Wanataka kutoa Sifuna kwa chama. It is only Baba who understands broad-based, not any other person in this country. It is only Baba who knew when broad-based was sick and went to take broad-based to the hospital. It is only Baba who knows when to give malaria queen to broad-based. Ule mtu alijua kupea malaria queen kwa broad-based alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Na ule alijua kama broad-based ni mgonjwa alikuwa Raila Odinga. Na ule alijua which type of injection to give broad-based was Raila Odinga. And the person who knew when to take broad-based to theater for operation was Raila Odinga. Hawa wengine walikuwa wapenzi watazamaji. Mambo ya kuja kuambia watu wa ODM waingie kwa broad-based, hiyo msahau. And you should not say, musiwaambie wanachama wa ODM ya kwamba ati tuko kwa broad-based until 2027. Hii sio mara ya kwanza baba kuingia kwa serikali. Raila aliingia kwa serikali ya Moi na alitoka kwa hiyo serikali 1 year to the election. Raila aliingia kwa serikali ya Kibaki through coalition nusu mkate. Alitoka hakutoka. Alitoka hakutoka. Raila aliingia kwa serikali ya Uhuru na alikuwa atoke, lakini Uhuru akamwambia atamwekea serikali imuibie kura awe rais. Alikuwa hakukuwa. Raila is not the first time he joined the government, but he joined the government to live 1 year to the election. William Ruto cannot be different. Serikali ya Ruto haiwezi kuwa tofauti. Sisi watu ambao tuliongea na Raila alituambia tarehe 9 mwezi wa 3 2026 ndio ilikuwa siku ya mwisho kuungana na William Samoei Ruto. And we are here to tell the people of ODM, tarehe 9 mwezi wa 3 2026 mwaka ujayo, prepare for state of emergency in the party to relieve you out of Ruto's government. That is the last time we were supposed to be with William Ruto. Hamwezi kutuambia ati tungoje 2027. 2027 na SHA inaharibika. 2027 na wanafunzi wako
nyumbani. At 2027 na vijana wanapigwa risasi. Tunyamaze tusiongee. Tunyamaze tusiongee. We are not going to be broad-based until 2027 when our people are being killed. We are not going to be broad-based until 2027 when SHA is not working. We are not going to be broad-based until 2027 when the education system is collapsed. And we are not shy. This country will not be liberated by cowards, centrists, moderates, and fence-sitters. This country will be liberated by strong men and women with character, charisma, enthusiasm, and the audacity to challenge the status quo. Kama umejua kizungu sema amen. Amen. Tuendelee tusiendelee. Tuendelee tusiendelee. Wangapi wako tayari kutuunga mkono kwa hii safari? Wanachunga mko tayari? Mko tayari? Wako kama tayari sema amen tuone kwa mkono. Wangapi wanasema William Ruto nyumbani nyumbani nyumbani? Kama unasema William Ruto beba mkono akuone yeye mwenyewe uso kwa uso. Umwambie unaenda nyumbani. Edwin Sifuna, you are a senior leader in the Senate. You know the standing orders. This is the first time a president is using the State of the Nation address to launch a manifesto for his re-election. Hijawahi fanyika. A State of the Nation ni kusema yale mambo serikali imetimiza. Huyu jamaa anatumia kikao ya wabunge to launch his campaign, na kuna wabunge hapo ndani wanampigia shangwe. How those people were hired to launch a manifesto for re-election. That was not the State of the Nation address. We demand a new State of the Nation address that is constitutional, that stands for the people, that knows what State of the Nation stands for. This is the first State of the Nation in the history of mankind to be used to launch a manifesto for the re-election of a failed president. Huyu jamaa aenda siende. Aenda siende. William Ruto, you are going to be an example of one-term president. Raisi wa Kenya wote kama waanza perform, kila raisi ambaye atachaguliwa Kenya hii kuanzia kwa William Ruto atakuwa anaenda kipindi cha muhula wa kwanza unless he performs. Atakuwa anaenda muhula mmoja unless he performs. You are going to be the example of first-term president from now onwards. William Ruto aenda siende. Aenda siende. Wangapi wamechoka na hii serikali? Uko tayari? Kisii fire! 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 Mimi nikatoa shilingi zangu 1,300. Haya. Uyamono. Ababoraka buya. Ababoraka buya. Mheshimiwa Obadia Birongo Barongo, Mheshimiwa Sifuna kiongozi wetu, Mheshimiwa Musomba, Mheshimiwa Caleb, Mheshimiwa Wamboka, Simba Kibagedi, Mheshimiwa Kemilu, viongozi mama ambaye ni the only MCA hapa, viongozi wa Kisii ambao nyinyi nyote mko hapa na wamama wa maana sana wa Kisii. Leo niko na furaha kusimama hapa nikisimama mimi ni mtoto wa yatima. Mama yangu pia alipoteza mzee wake ambaye ni baba yangu miaka kama 10 iliyopita. Ana bahati wanake alikufa kama mtoto wake bado ni MP. Kwa hivyo pengine hakuwa na bahati kama nyinyi, na mimi naelewa changamoto ya kina wajane vile iko.
Na leo hii nataka nimshukuru Mheshimiwa Obadia kwa kuona ni vyema kutualika sisi waheshimiwa tutembee na yeye hapa. Mimi naitwa Patrick Makau King'ora, mheshimiwa kutoka Machakos County, Mavoko, ule Mlolongo Athi River. Niseme consistency yangu imejaa Wakisii tupu. Wote wamenituma salamu. Hata kuna mmoja anafanya kwa ofisi yangu anaitwa Alice Kwamboka, ameniambia sisi yake hapa anaitwa Oigo Esther, ako hapa karibu, nimsalimie. Na niseme vile tumetembea hivi, mimi mwenyewe nimeangalia nikaona vile ndugu zangu kina Sifuna, kina Mshomba na kina Kale wameshikilia gurudumu ya kuzindikisha Wakenya wapewe services na tuone value of our money. Nikasema mimi natembea na Obadia, Kibagedi, Sifuna, wa Mshomba na hao wengine mpaka kina Babu, tuambie Bwana Ruto, a time has come when the youth of this nation must speak. Ni lazima tumwelezee kwamba sasa wakati umepita. Na mimi niwaulize hapa Kisii, watoto wenu wanapata pesa university? Watoto wenu wanapata capitation primary? Nyinyi mnalipwa pesa ya chai? Mnalipwa pesa ya kahawa? Na mnatoa ushuru? Na kwa ni pesa inaenda wapi? Nimesikia mmejengewa nyumba za bure. Mmepewa hizo nyumba. Lakini mbona hapa nimesikia wengine wakisema Matiang'i asishikane na Kalonzo? Unataka Matiang'i ashikane na Kalonzo tuondoe Kasongo katika mamlaka? Unataka Matiang'i na Kalonzo washikane? Wangapi mnasema hivi nione hapa Matiang'i? Sasa nyinyi wa Kisii mbarikiwa sana. Muko na vijana ambao wanaongeanga, na kwanza ukisikiza sauti ya Mkisii akiongea, mimi nasikianga hii sauti ya Mkisii. Wakisii wanaongeanga tu very romantically. Ninakikutega, ambiori, rame, you know? Yaani muko na watu ambao wako na lugha wanaweza tembea Kenya wakisema mnataka kuwa na urais na ikuja hapa nyumbani. Nyinyi mshaionja urais mkasikia vile iko tamu? Na mbona mko na mtoto hapa amesimama na anataka kuwa rais, na mimi naona wengine nimesikia mtu wa IBC amesema hata mjiandikisha kura. Mandugu zangu, mtajiandikisha kura mpaka tupeleke huyo mtu nyumbani? Unaniambia sasa mimi nitembee na kina Sifuna na kina Mshomba tuende kila mahali? Umeniambia nishike huyu Barongo mpaka tutembee kabisa? Na nyinyi mjue huyu sio kijana pale mbunge, ili mmeambiwa mimi ni commissioner. Na nimeona ni kijana barubaru sana. My friend, you are going places. Na kama umebariki hawa wa mama, hawa ndio wenye baraka. Mimi nakuambia leo hii ukishikana na hawa wakikupatia kura, kura yao ni hiyo ya mwisho. Nataka kumwambia Ruto, sasa kila mahali akitembea ni kupeana pesa. We don't want cash money, we want services. Tunataka watoto wetu waandikwe, walimu waandikwe, JSS waandikwe, watoto wetu wakienda polisi waandikwe, wakienda KDF waandikwe, watoto wetu wanaweza fanya kazi. Hatutaki hii maneno watoto kupewa certificates ama barua ati waende wakaripoti huko training school. A time has come when Kenyans must now speak. Pia nataka nimshukuru mheshimiwa hapa Kisii, ameenda mbunge na akasema sisi wa mbunge ambao jana nimeona wabunge wengine wanapiga makofi, ili hali sheria ya Kenya inasema rais anapoongea anatakiwa asikizwe kwa kimya. Na wale waliongea wakasema 2 term. Je, sisi tungesimama tuseme 1 term? Je, sisi tungesimama tuseme 1 term? Tungetolewa nje. Nataka niseme in future, if rules, traditions of parliament must be observed, then if the president is addressing the house, everybody must be in silence. We are not supposed to end up pale kwanza kuonyeshana how, puppets we are. Parliament is supposed to be independent.
and we cannot be celebrating that what is not good for Kenyans. We cannot celebrate when we know very well SHA inafanya kazi. Iko inafanya, lakini tunataka ifanye kwa mtaratibu na utaratibu ambao unaeleweka. Mnanielewa watu wa Kisii? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie nimewapenda sana, na kumbuka Nyachae alikuwa anasema watu wengi sana. Kwa hivyo pia kule zikuwe mingi sana. Alafu nikirudi niambie Kalonzo, niambia mtaambia Matiang'i washikane wafanye kazi pamoja. Nipeleke hiyo ushukani. Nikumane hiyo kitu iende ifike huko Ukambani. Na kuwakaribisha huko Ukambani. Na hata pia nyinyi wa Kisii wazuri, mumeoa wasichana wetu wengi sana hapa. Na mimi leo hapa sitoki hivyo. Basi hayo mengi na hao machache, nataka pia mimi kwa hao wajane ambao ni marafiki wa mama yangu, natoa shilingi 100,000 yangu, na kwa sababu umesema Kalonzo pia asikie, pia Kalonzo na yeye anatoa 100,000. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joshua Kimilu. Mimi ni mbunge wa Kaiti kutoka huko Makueni, ambao nimechakuliwa na chama cha Wiper. Unajua Wiper? Nikisema Wiper mnajua nani? Kalonzo. Tumekuja hapa tukuje kufanya kazi na nyinyi, kwa sababu mimi najua zile mapito mnaopitia wajane. Na huyo mheshimiwa wenu Barongo akatuambia tukuje kusimama na nyinyi. Na nyinyi mmefanya kazi nzuri sana kukupatia huyu kijana. Huyu ni mheshimiwa ambao huko bungeni nakaa karibu na yeye. Saa hii ako ni miswada 2 amesukuma bungeni. Huyu ni kijana amekuja kufanya kazi, hata kuja kulala. Hata kuna mswada moja nilikuwa nataka tusaidiane na yeye, lakini kabla imeshasonga, amesongesha, amepeleka mbali. Kwa hivyo msimame na huyu kijana, msimwachilie aendelee na kuwatetea. Nimeona ameshikana na mama ambao MCA wenu Beatrice, muendelee na kumshikilia ni mama kama nyinyi. Kwa hivyo tukiwa hapa tunasema ya kwamba tumekuja kusimama na nyinyi kwa sababu hii serikali imeshindwa kazi kabisa. Tumeambiwa wakati serikali ilikuwa inachukua kiti, wametuambia wanaangalia hao watu. Lakini saa hii maisha imeenda hapa juu hivi. Wewe mheshimiwa Ruto ametuambia bottom up, lakini ilikuwa inamaanisha hao watu wa chini wavinyiliwe na matajiri waende juu zaidi. Kwa hivyo tunasema hatutaki serikali ya uongo. Watoto shule hawasomi, wamama wanalia. Wewe Ruto, sikia kilio cha wananchi, kwa sababu tunataka hao wananchi wapate maendeleo. Na sisi hii timu mnaona imeongezwa na Sifuna imekaa hapa mbele, ndio itawaonyesha mahali tunaelekea, kwa sababu sisi ni wanarika na tunataka kuhakikisha tunaleta uongozi utatusaidia. Ninyi wa Kisii muko na viongozi, si muko na Matiang'i, mnamshikilia mkono. Unaona huyu kijana mkiwa na yeye mkiendelea kumshika mkono, atawaelekeza mahali panapofaa. Na tuendelee na kushikana mkono, muhakikishe mwananchi wa kawaida amesaidika. Badala ya Ruto kuletea maendeleo, anasema wananchi ati wapigwe risasi miguu. Sijawahi ona rais anasema wananchi wapigwe risasi miguu. Na tunataka kumwambia hiyo maneno atoe kabisa. Na wewe Spika Mwetangula, nataka kukuambia ile kitu nimeona bungeni mchana, ati bunge inakaa kama soko, hatutaki. Ati watu wanaanza kusema bungeni ati tuta ama ati nini. Bunge ni ya kuweka sheria na inapaswa na ongoza na katiba. Kwa hivyo wewe Spika, wacha kutumika vibaya na executive. Wewe Spika, tunataka ukuwe na msimamo, uongee kama mwanaume, wacha kutumika vibaya.
na tutaendelea na kuongea kwa sababu tunataka hao wananchi wasaidike. Harambee! Nikisema harambee unaambia one time. Harambee! Harambee! Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana, na mimi kwa sababu ya ndugu yangu nimewaletea 1,100. Nimefurahi sana kufika hapa. Wajane hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi natoka Funyula constituency, Busia County. Mimi ni mbunge ambao anawakilisha vile mlikuwa mnasikia Anko Mudi Awori. Nikifika hapa siku ya leo, nimekuja kwa ajili ya nyinyi wajane. Nimekuja kwa ajili ya kijana huyu barubaru ambaye alisema lazima nikuje nimsindikishe siku ya leo. Pia mimi nilipokuwa na ghafla yangu ya vijana, alikuja mpaka Busia akanisindikiza. Nikasema lazima pia mimi nilipishe kisasi. Ndio maana nimekuja hapa siku ya leo. Wamama ambao mko hapa, sisi kama wabunge tunaelewa shida zenu. Tunaelewa mahangaiko yenu. Tunaelewa shida zenu. Ndio maana tukiona hapa, tukija hapa siku ya leo, tunakuja kuungana na nyinyi tukiwaambia haya matatizo ambayo mko nayo siku moja itakuja kuisha. Siku moja itakuja kuisha. Mimi nilichaguliwa na chama cha ODM. Nikifika hapa nakumbuka mambo machache ambayo baba Raila Amolo Odinga alituambia kabla hajaaga. Na ni vizuri jambo la mzee ambao amesema kabla hajaaga lazima tutimize, hakuna mambo mengine. Na baba alisema yeye alienda kusaidia William Ruto alipokuwa ameshindwa na kazi. Alisema yeye hakuenda chochote kile, alienda tu amtumie watu wamsaidie kwa sababu alikuwa ameshindwa na kazi. Kama alishindwa na kazi, ataweza kazi kweli? Na baba alisema sisi wanachama wa ODM, wale ambao hatuko serikali, tuko huru kwa wakati wowote ule kuwakilisha wananchi wa Kenya, tuseme ukweli pahali ulipo, tukosoe serikali makosa yakiwa pahali popote. Ndio maana sisi tukisema hapa tuna shida na serikali kwa hapa wakati huu. Hii serikali ya William Ruto tuko nao shida sana, tena sana. Kama tukisimama hapa, hatujakuja hapa kama watoto wetu wangelipiwa school fees. Siku za Uhuru Kenyatta na siku za Matiang'i alipokuwa katika serikali, capitation ilikuwa shilingi 22,000 kwa kila mtoto. Kwa wakati huu wamepunguza, imefika shilingi 17,000 na zote hasifiki, zile zinafika 12,000. Sasa mtatuambia hii ni serikali inajali wananchi ama serikali ambayo inaibia wananchi? Walituambia hapa alipokuwa anapanga kampeni zao, ati kila kijiji kitakuwa na wifi, mtakuwa napiga simu bila kulipa Safaricom ama kulipia Airtel. Hapa kwenu kuna hiyo? Hapa kwenu kuna hiyo? Kama anaweza ahidi na kosa kutimiza, atakuja tena kuambia mambo mengine, utafikia ataahidi, atatimiza akishapata muhula wa pili. Ndio maana tukuja hapa wananchi watukufu, tunaomba muwe makinifu, mchukue kura, mfanye kazi na kuendelea mbele. Na naomba huyu kijana wangu huyu, mimi huanga nawaita vijana, na wao wote tunaomba wamama, watu wa eneo hili lote, tafadhali mtupatie nafasi, mrudishe huyo kijana, tuendelee na naye kunyorosha hii serikali, tupambue nchi yetu ya Kenya. Mkifanya hayo, mimi nikitarudi tena hapa, tuongee na nyinyi, tufanye kazi, tuelekee mbele. Nilipokuwa nakuja hapa, nilikutana na rafiki yangu, wakati natembea naye.